wetu na Mungu wetu, Mungu ishi mahali pa juu. Wewe ndiye Bwana mtakatifu, Mungu wetu kwa neema kwa muda tena asubuhi ya leo. Baba, tunajiweka wakfu mbele zako, tunapokwenda kutafakari maneno ya uzima. Roho Mtakatifu tunasema Bwana sana. Sema na mama yule, sema na mama yule, sema na nyanya yule, sema na dada yule. Sema na mtoto yule Bwana kwa neema yako. Ukatufunike baraka na nguvu na utukufu wa Bwana. Ili Bwana tunapotafakari maneno ya uzima. Bwana isitoke kwa mambo Bwana, itoke kwa kusikia wewe. Bali nguvu na uzima wako Bwana kwa yetu. Tunaomba Bwana kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya sana. Shangilia Yesu kwa mambo na vigelegele. Mwambie jirani yako ni kwa neema tu kwa muda asubuhi leo. Kuna watu wengine wanazikwa leo. Sasa hivi wako kwenye ibada. Haleluya. Ndio maana unapoingia kwenye ibada lazima uonyeshe tabasamu ya Yesu. Haleluya. Maana tunaamini wote tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ni hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa sababu tuko mjini hapa na tunaenda na muda jambo lile na muda wangu. Bwana apewe sifa. Kwanza nishukuru mtumishi na uongozi wote wa kanisa kwa nafasi na muda ambao umenipa kuweza kusimama mbele yenu kwa ajili ya hotuba. Nafikiri tutambana baadaye, niombe tu tuendelee katika ile kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo wazo kuu, kalenda zetu linasema utakaso. Nasema utakaso. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 7 kuanzia 17 hadi 24. Inazungumza juu ya habari ya Nuhu, jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemtenga kwa ajili ya kusudi ya huduma na kazi yake, na Nuhu akatembea katika uaminifu wa Bwana kwa ajili ya huduma yake, na hatimaye akakombolewa au akaokolewa katikati ya watu wengi waliokufa. Na mimi natamani asubuhi ya leo wewe uwe sehemu ya watu waliokombolewa au waliookolewa kama ambavyo Nuhu aliokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumesoma katika kile kitabu cha Wakorintho, utakutana na lawama nyingi ambazo Paulo anazungumza juu ya kanisa, juu ya namna ambavyo walitembea katika maisha ya awali waliokuwa nayo kabla hawajamwamini Kristo. Wakaishi maisha ya dhambi na wakasahau kama ni wao ni sehemu ya watu waliokombolewa kupitia ile damu iliyomwagika pale Kalvari msalabani. Wakaanza kuishi maisha ya kawaida, maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa. Kukawepo mafarakano ndani ya kanisa, kukawepo hali ya kutoelewana, na Paulo anawaambia kwamba haitoshi kwa maisha mlioishi kabla hujamjua Kristo, na sasa ninyi ni watu ambao mmetakaswa, mnatakiwa kuishi katika maisha ambayo ni ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumesoma katika Injili ile sura ya 17, Injili ya Mathayo 17:1 hadi ule mstari wa 9, utaona Yesu anawachukua wanafunzi wake Petro, wale wanafunzi watatu anawapeleka faragha ili kusudi awaandae kwa ajili ya huduma, awaandae kwa ajili ya injili yake, awaandae kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na utaona pale mwisho Biblia inasema ndipo Mungu wakapigwa, wakaanguka kifudifudi, maana wakazimia katika kioo, na hatimaye Mungu akawagusa, na walipoguswa wakainuliwa, wakanyanyuka tena. Na ndipo Petro anaanza kuweka ahadi, anasema, Bwana, kwa nini tusijenge vibanda vitatu, cha kwako, cha Elia na cha kwako? Ndipo ilikuwa ni kusudi la Mungu kuandaa ili waweze kuifanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokea utakaso. Utakaso ni kusafishwa, ni kuweka wakfu
ili kusudi umwishie Kristo katika kuifanya kazi ya Bwana. Haleluya. Na ndio maana leo nakikosa hata nihubiri nini. Tumetoa sadaka, nilikuwa na hesabu sadaka hapa. Na zingine huku, na zingine zishaenda huku. Hapo nakosa kuhubiri nini. Haleluya. Kama Yesu ameshuka leo, kila mmoja anaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo kanisa leo tumekuwa kama watu tunaoingia benki. Ukiingia benki pale mlangoni unasachiwa, una silver, una funguo, una vitu ambavyo vya chuma, wanavikusanya vyote, wanaweka kwenye vyombo, alafu unapita unajikuta huko mbele unavichukua, unaendelea. Ndivyo maisha ya Mkristo yaliyobaki leo. Tunapoingia kanisani tunavua yote, yanakusanywa, yale shetani anakaa mlangoni, anashika kitunga, kila mmoja anaweka mambo yake mle. Mzinzi anaweka uzinzi wake, mwasherati anaweka uasherati wake, mwongo anaweka uongo wake, mwenye wake wawili anaweka mmoja kwenye kikapu kile, ile ingia kanisani ili kusudi atakapotoka anachukua vitu vyake anaendelea na maisha yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambia asubuhi ya leo, kusudi la Mungu kukuita, kusudi la Mungu kukutakasa ni kwa ajili ya kuibeba injili yake, kuibeba huduma, kuifanya kazi ya Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuendelea kuishi maisha yao mabaya. Ndio maana Paulo anapata shida kwa Korinto. Anasema, kwa nini mnaendelea kuishi maisha haya? Maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa. Kwa nini mnaishi katika hali ya kutengana, maisha ambayo hayana upendo yake? Hamtambui kama mmeitwa na Bwana kwa ajili ya huduma ambayo Mungu amekusudia kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao walikosa uaminifu wa Mungu. Kwa sababu unapoibeba huduma ya Bwana, lazima ndani yako moyo wa uaminifu uwepo. Na huduma ya Bwana sio kuja kanisani tu. Huduma ya Bwana hata kwenye ndoa, ile ni huduma ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bali tunahitaji kwa uaminifu kwenye ndoa, iwe ni kwenye kazi ambayo Mungu amekuweka uifanye kwa ajili ya jamii inayokuzunguka. Maana tunahitaji uaminifu. Wengine tunakuwa waaminifu tukija hapa kanisani, tumependeza kweli. Lakini kama Mungu angeweza kufunua mioyo, ungejua leo anayetembea mke wako leo. Haleluya. Kama Mungu angeshuka hapa leo, angeujua moyo wa jirani yako. Ndio maana siku moja nilikuwa namweleza mtu mmoja, nilikuwa nahubiri kwenye eneo moja kwenye msiba. Nikamwambia, mwanadamu huwa haonekani katika macho. Wewe kaona hata ule mtazama sio huyo. Maana utu wa mtu uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Utu wa mtu sio sura. Hapa kila mmoja amependeza, lakini akitoka hapa ni mwingine, sio huyu unayemwona. Kwa nini? Mtu ameibeba dhambi. Ukimwona amependeza, ni mweupe, piga makazi na nini vizuri. Juzi nilikuwa nakuja hapa, nikawa kwenye feri. Sasa hiyo nitafuta kakiti niweze kukaa. Hiyo nitafuta kiti nikae. Bahati mbaya nikamkeleka tena mmoja. Nikamkeleka, weka. Mbona nikaenda? Sasa nikamwangalia mkuu. Anayeniambia na niliyemkanyaga ni vitu viwili tofauti. Niliyemkanyaga ni mweusi, anayeniambia uso wake mweupe. Nikamwambia, "Nikukanyaga wapi?" "Sio wapi." Hiyo kuonyesha ndio ikaanza kufatishia mwili. Kumbe huyo ana rangi mbili. Sasa kwa kweli nimetoka kijijini kajua huu ni mshamba mjini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua ni mshamba. Kumbe mjini kuna watu wana sura mbili. Ana sura nyeupe, ana sura nyeusi kidogo. Baadaye kuulizia sema hiyo Carolite. Haleluya. Akaendelea kwa jamaa, basi huyu mshamba tukutane samani sameni.
alikuwa anaishi kisiwani. Sasa usafiri wa kisiwani ni boti na mtumbwi. Sasa kawaida yao walikuwa wanakaa chini wanaposafiri. Sasa alikuja mjini. Alipokuja mjini akapanda gari. Alikuwa anaenda safari ya mbali. Alipopanda gari kuta watu wamekaa kwenye siti, akashindana. Yeye kama kawaida yake, maana ameshazoea kukaa chini, akakaa chini. Konda akamwambia, wewe mbona kaa chini? Mimi nimezoea kukaa hapa. Niache. Sio kwenye siti, si hapa siti. Nimezoea. Konda akamwacha kuendelea. Kwa sababu yule mama amezoea kukaa chini. Kwa kukaa kwenye kiti anaona shida. Maana yake nini? Maana yake nini? Ile gari ni kanisa. Kiti kile ni Yesu Kristo aliye hai. Ile konda ni wahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Gari ni kanisa ambalo kila mmoja anaingia kanisani. Kila mmoja anakuja kumsifu Bwana, anaimba, anamtukuza. Lakini kila mmoja anajua amekaa upande upi. Wako watu ambao tupo, wengine tumekaa kwenye siti, wengine tumekaa chini, kwa sababu tushazoea kukaa chini. Wahubiri wanakuja na kuambia dhambi. Mpendwa, acha dhambi. Unahitaji mahubiri ya baraka. Barikiwa, pokea. Sikiliza, hakuna njia ya kupokea injili kumwamini Yesu apacha dhambi uliyonayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia ya kubarikiwa, bali injili ni kuambiwa dhambi na kuiacha. Wako wawili hapa, nilikuwa anaambia mchungaji, anasema hapo wameshapita wachungaji 15. Maana sisi wote hapo tuko tayari kwa ajili ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ataendelea kukaa kwenye chini. Kama magari yuko kwenye viti. Anasema pale leo hali hapa. Maana yake ni maisha ya Mkristo wengi. Tuendelee kudumu katika uovu. Tunaingia kanisani katika hitaji kubadilika. Tunapoingia kipindi cha Kwaresma, ni kipindi ambacho tunahitaji kufanya toba na matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Maana hili tuacha dhambi zile ndogo ndogo, zile kubwa tunaziacha. Kuna wengine hapo wanachepuko. Umeacha tu stendi, kutoka hapo upitie. Kuna wengine una mke wa mtu. Unajua mpango wa Mungu kila mwanadamu awe na mke mmoja. Wengine tumejibikizia mali za wake. Yaani mtu wa kwanza una mweusi, una mweupe, una mfupi, una mrefu, wote tunawataka. Alafu tembea mtaani, siku moja nazungumza na mtu mmoja. Namwambia huyu mzee, kuna mzee mmoja mpaka umri umeenda, hajaoa. Nikamwambia huyu baba si kwamba hapendi kuoa. Kuna watu walishakaa na mke wake, wamejibinafsisha, wamekaa na mtu, hajampata mke wake. Kwa sababu kuna libaba imembeba, imekaa naye ndani. Unakaa na watu, si urafi huo. Unajua urafi sio chakula. Hata kwa na mke zaidi ya mmoja ni urafi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtengenezo yule naye pale mzuri. Wewe unashika kumnulia kaanguo mpaka sikukuu. Hapa tumesubiri Pasaka. Ndio Pasaka nguo zinapanda bei. Maana wote tumeshakipanga foleni siku ya Pasaka. Kumbe wakati ambao Mungu amekuita kumhudumia huyo mpenzi wako ni wakati wa leo. Ni sasa, usipime Krismasi, Pasaka. Hapana, siku ya pekee kwa ajili ya watoto, lakini mke wako au mume wako wakati wote lazima kae vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tunapoingia kanisani kipindi cha Kwaresma, ni kipindi ambacho ni cha utakaso. Kila mmoja anapaswa kuishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ya toba, maisha ya kutengeneza maisha yako ili kusudi Yesu anapokuja kulishika kanisa akuje kujiandaa kwa ajili yake, hatimaye kuifanya kazi ya Bwana katika hali ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu ambao wanaishi katika hali ya uaminifu, kila sekta wako vizuri, yule kwenye zako
wako vizuri, iwe ni kwenye kuwatunza watumishi wako vizuri, iwe ni kwenye maendeleo ya kanisa wako vizuri, iwe ni kwenye kuimba wanaimba kweli. Na niwashukuru imaji hapo na utajibu mkuu mchungaji, barikiwe sana. Kule kwetu mtapajua baadaye, kule kwetu kama ningewaleta wote wakaja wakakaa humu sana leo wangezimia. Wangesema kwa watu sasa huwa tunaenda kwenye zenu. Haleluya. Maana kwa kumwambia piga pambio hajui. Kimwambia hiyo kuabudu. Ukimwambia kwamba kuabudu haina msifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa kama Yesu atatukuta huko kanisani, kila mmoja anaenda mbinguni, kwa sababu mambo yote tumeacha wapi? Nje. Nikusia siku ya leo, unapotoka mahali hapa, ule mzigo unaoacha pale mlangoni usiupitie. Ile dhambi ile pale mlangoni usiipitie tena. Anza kuikataa kimoyomoyo. Anza kukataa. Maana wewe ni mtu wa thamani. Ni mtu ambaye Mungu amekubariki. Ibrahimu Mungu alipombariki, alikuwa mwaminifu mbele zake, lakini tunaona habari ya Yusufu kwa sababu ya uaminifu aliokuwa nao, hata ile dhambi ambayo ile mtu wake mke wa mfalme alitaja ifanye, akakataa. Anasema nitawezaje kumpenda Mungu dhambi hii? Ni mkosa Mungu aliye hai. So katika kitabu cha Mwanzo, sio ukisoma hiyo kitabu cha Mwanzo sura ya 39, Yusufu anasema katika uaminifu wa Bwana, anasema nitawezaje kumpenda Mungu dhambi hii? Ni mkosa Mungu wangu. Anakimbia kumwachia mavazi. Anasema kupata habari mavazi ndio mengine, lakini sio kufanya uzinzi, sio kufanya masharati. Akamkimbia na hatimaye Mungu akamwinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani kuinua, lakini anatamani uweze kutengeneza ili mahusiano yako wewe na Mungu yakae vizuri. Bwana Yesu